Ezekieli 16:38. Nami nitakuhukumu kama wahukumiwavyo wake walioolewa wazinio na kumwaga damu, nami nitakupatiliza damu ya ghadhabu na wivu. Anasema nitakuhukumu kama mtu anavyohukumiwa, lakini anasema nitakuhukumu kwa damu. Neno kuhukumiwa maana yake kutenganishwa au kutengwa na baadhi ya vitu. Sasa ukisoma Ezekieli 35 mstari wa 6, basi kama mimi nishivyo, asema Bwana Mungu, nitakuweka tayari kwa damu. Nitakuweka tayari kwa damu, na damu itakufuatia. Na damu itakufuatia. Ikiwa hukuchukia damu, basi damu itakufuatia. Kwa kuwa hukuchukia damu, damu itafanya nini? Itakufuatilia. Sasa ukiona damu inakufuatilia, maana yake ni hukumu. Kama tunasema tunahukumiwa kwa damu, tunashtakiwa kwa damu, hiyo damu itakufuatia kila unakoenda. Na ndio maana moja ya sauti zenye nguvu sana kwenye maisha ya mtu ni aina ya sauti za damu zinazomfuatilia mtu kila kunapokucha, asubuhi, mchana na jioni. Ndio maana sauti ya damu ni sauti mbaya sana kwenye maisha ya mtu. Anasema nitakuhukumu kwa damu, na anasema kwa sababu hukuchukia damu, maana yake hukupigana na hiyo damu. Anasema hakika hiyo damu itakufuatia, nami kadri ninavyokufuatia ndivyo nitakavyokuhukumu wewe. Sasa damu ikishaanza kukufuatia, inabeba roho au sauti fulani za hukumu ndani. Tunapozungumza hukumu, ni sauti ambazo tunaita za kukushtaki, na sauti ya damu inakushtaki kupitia kitu kinaitwa dhamiri au ushuhuda wa ndani. Anasema Kaini akaambiwa, damu ya ndugu yako inapiga kelele, inanishtaki, inasema nimedhulumiwa, inasema siko sawa, sikutendewa haki, nataka haki yangu. Sasa sauti ya damu ikianza kupiga kelele kwenye maisha yako, inakuwa ni sauti ambayo kadri unavyosogea unasikia ndani inapunguza ujasiri. Kuna baadhi ya vitu fulani haviwezi kuzaliwa kwenye maisha yako, lakini kwa sababu ya damu ambayo inakufuatilia